Sababu nyingine ambayo inasababisha wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa baada ya kujifungua ni kupotea ama kupungua kwa urahisi wa tendo la ndoa kufanyika. Kwa mfano, hii inawakuta sana wale watu ambao ndo let's say wazazi wa mara ya kwanza, yaani walikuwa hawana mtoto kabla wanapokuwa wenyewe, inakuwa ni rahisi wao kukutana kimwili kwa sababu hakuna kizuizi chochote pale katikati, hakuna majukumu ya kuwa baba wala mama, hakuna mtu mwingine ambaye anakula ule muda, anahitaji attention yao, wote wawili wanakuwa ni wao wenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Lakini akishakuja mtoto, timisi kwamba kwanza attention ya wote wawili inakuwa inamezwa kwanza na mtoto, wanakuwa wanamwangalia sana mtoto, hicho cha kwanza. Lakini pia kwa kuwa pia mtoto amekuwa amesha demand sehemu kubwa ya attention, anachukua sana muda wao, inasababisha kwamba ule muda ambao pengine ulikuwa utumike wao kukutana kimwili unatumika kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo let's say mtoto labda alikuwa yuko macho, analia, anasumbua na nini, baadaye amelala, inaweza kuonekana kwamba hiyo ndio chance sasa ya pengine wazazi kushare hiyo moment pamoja, kukutana kimwili. Lakini utakuta kama nilivyosema pale mwanzo, mwanamke anakuwa yuko exhausted kwa sababu sehemu kubwa ya malezi anaibeba mama. Kwa hiyo anakuwa yuko exhausted, na kwa kuwa tendo la ndoa kwa mwanamke linaanzia kwenye saikolojia, anakuwa yuko tayari, bado hayuko tayari kufanya hicho kitu. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo ile interest, matamanio ya kushiriki tendo la ndoa yanakuwa yanashuka kwa sababu ule urahisi ambao ulikuwa unatokea uliokuwa upo mwanzo haupo tena. Inabidi ili tendo la ndoa litokee, kuna vitu vingi sana viwe perfect, au labda kuna gap kubwa sana ambalo halitokei mara kwa mara mkishakuwa na mtoto, hasa kama hamna experience ya kuwa na mtoto kabla, kwamba huyo ndio mtoto wenu wa kwanza. Inakuwa ni ngumu nafasi kama hizo kuwa zinapatikana kirahisi. Kwa hiyo inasababisha pia wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa.